Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tunaangalia mambo makuu matatu ambayo muridi unatakiwa uweze kuepuka, kuyaweka mbali. Na tunapozungumzia muridi tunamaanisha ni mtu ambaye amekataa kuwa kipofu, ni mtu ambaye amekubali kuwa chini ya uangalizi wa shekhe. Muridi ni mtu ambaye hamfati shekhe bila ya kufanya tathmini kwamba nipo katika njia sahihi au la. Na unapokuwa hauna kiongozi, hauna shekhe wa kukuongoza, ni ngumu sana kuweza kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa katika hali nzuri, utakuwa unajiamulia mambo yako binafsi bila ya kuwa na mwongozo. Kwa hiyo kama muridi ushamridhia shekhe wako na kufahamu kwamba shekhe huyu ni wa haki na mafundisho yake ni ya haki, basi ni jukumu lako kuweza kufata utaratibu wake. Shekhe wetu Sheikh Muhammad bin Nasir radhiyallahu anhu alikuwa na msemo wake mmoja sana akiupenda, akisema kwamba utajikuta unafanya ibada kubwa, kumbe ndani yake kuna mashaka matupu. Utajikuta unafanya ibada kubwa, kumbe mashaka matupu. Maana yake ni kwamba unakuwa katika hali, moyo wako unasema kwamba hapa nafanya ibada kwa usahihi, lakini ndani ya hiyo ibada kuna mashaka juu ya mashaka juu ya mashaka. Sasa njia nzuri ya kutoa hayo mashaka ni nini? Ni kujiuliza kwamba hili jambo ninalolifanya, je, nafanya jinsi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam alivyoagiza? Kama hujui, muulize shekhe. Ewe shekhe wangu, hili jambo jinsi ninavyolifanya ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tulifanya hivi? Jinsi ninavyomtaja Allah kwa namna hii ndiyo Allah ametaka? Maana ni kwamba unakuwa katika njia ambayo ni sahihi, lakini njia ambayo haina mashaka yoyote. Kwa hiyo tumeachiwa mafundisho mengi, lakini leo nitagusia mambo matatu ambayo muridi hakikisha unaepuka kwa hali na mali. Cha kwanza, unapokuwa katika vikao vya dhikri, epuka kutumia makofi, kwa sababu hili jambo kuna watu wanalifanya na wapo ndani ya tarika, lakini kwao wanaona ni kawaida. Mtu yupo anafanya tahlil, labda la ilaha illallah, huku inaambatana na kupiga makofi. Hiki kitu hakitakikani, kwamba la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya haku ya, hapana, haitakikani. Lakini jambo la pili, muridi epuka dufu. Epuka dufu pamoja na ala aina zote za mziki. Isijetokea kwako muridi unamtaja Allah au unamtaja Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa unaambatanisha na dufu pamoja na ala za mziki. Hapana, haitakikani. Lakini hii haitakikani kwa yule ambaye ameridhia mafundisho ya shekhe wake na kuona kwamba shekhe wangu hafanyi vitu kwa manufaa yake, bali anafanya vitu kwa manufaa yake na yangu, ili mwisho wa siku wote tuweze kuwa katika njia nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muridi wa namna hii ndiyo ataona uzito wa kuliepuka hili jambo. Lakini muridi ambaye ana mashaka, yeye atachagua vitu vya kutii na atachagua vitu vya kuto kutii, na huyu anakuwa si miongoni mwa muridi, bali anabaki anakuwa ni muridi jina. Kini jambo la tatu ambalo muridi jitahidi kuliepuka, epuka kuharibu
safu unapokuwa katika vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Muridi, epuka kuharibu safu ukiwa katika vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu chenye uzito kama safu, na ndio maana hata katika swala kwamba ili swala itimie lazima safu ziwe zimenyoka, imekaa vizuri. Safu hizi zisiishie tu ndani ya swala. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa kaannahum bunyanun marsus. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wale ambao wanaopigana katika njia yake wakiwa katika safu. Kaannahum bunyanun marsus, mfano wake ni kama jengo ambalo limekuwa pamoja au jengo ambalo limeshikana. Maana yake ni nini? Kwamba safu hazitakiwi kuishia katika swala, safu hazitakiwi kuishia katika vita kama Allah alivyoelezea hapa. Hapana, bali umoja huu unatakiwa uendelee katika kila hali. Maana yake ni kwamba watu wa nje wanapowaona basi wajue hawa ni kitu kimoja. Unakuta sasa hivi katika misiba labda, mpaka uweze kuwapata watu wawe pamoja, basi shekha anatakiwa awe na kazi ya ziada. Jamani, sogeni wote tuwe pamoja. Jamani, tunaanza dua. Jamani, mlio mbali sogeni. Maana yake ni nini? Ule umoja umekatika. Lakini mnapokuwa katika sehemu kama hiyo na mkasema kwamba sisi hapa ni wamoja, mkazingatia ule umoja, shekhe hatopata muda wa kwanza tena kuwaita watu, huyu aje hapa, huyu aje pale, huyu haje huko. Hapana. Kwa hiyo hata unapokuwa katika kikazi cha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi zingatia zile safu. Unakuta mtu katika ibada ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hatulii, mara kaenda pale, karudi nyuma, kaenda mbele, kaenda kulia, kaenda kushoto. Kwenye mafundisho yetu tunaambiwa kwamba unatakiwa uwe mithili ya mnazi, manake umetulia pale pale ambapo ulipo. Kama ni tahlil utasoma hapo hapo katika sehemu ambayo ulipo, huku ukizingatia safu yako. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, hali ya kuwa upo katika safu yako, umetulia, moyo wako unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kuzidi kumpwekesha kwamba hakuna mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Manake hata utulivu unakuwa unapatikana katika lile eneo. Lakini upo la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, umeama, umetoka, umeenda kule, umeenda huku, utaratibu huo haupo. Na tukiwa katika safu zetu pia tujali zile protocols, kwamba sehemu ya kati ni sehemu ya khalifa mwenye kuongoza ibada, lakini sio sehemu ya kati wanaanza kujazana watu wengi, mara huyu kaja, huyu naye kaamua ingie kati, huyu katoka, huyu kaingia, huyu kafanyaje. Hapana, ni sehemu ya khalifa, lakini pia ni sehemu ya shekhe mkuu ambaye labda kama nataka labda abadilishe jambo pale, kama ataingia kati kwa ajili ya kumzindua khalifa mkuu ili aweze kama kusitisha jambo fulani au kuongeza kitu fulani, ndio nafasi hiyo. Lakini sio pale kati wanaanza kujazana watu zaidi ya mmoja. Hapana, khalifa mkuu atakaa kati, wengine wote katika safu nyingine. Safu zimekuwa zimezingatiwa na kiongozi mkuu pale anajulikana ni nani. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo kama muridi umemfuata shekhe wako na umemridhia, basi vitu hivi vitatu jiepushe navyo, kwa sababu vinafanywa na watu wengine. Na kama vikifanywa na watu wengine hali ya kuwa wapo katika tharika,
Maana ni kwamba kuna muda wewe utaona hili jambo ni sahihi kwako, lakini angalia mafundisho ya shekhe wako anakuambia nini, na fanya tathmini, shekhe wako huyu anafanya vitu kwa manufaa yake binafsi au anafanya vitu ili tuweze kufika salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shekhe wetu Sheikh Muhammad bin Nasr radhiallahu anhu anajitakia yeye mema, na sisi ametutakia mema kwa kutuondoa upofu, kwa kutupatia njia ambayo haina mashaka ndani yake. Kwa hiyo katika ibada zetu hazina makofi, hazina ala yoyote ya mziki, na hazina mpangilio mbovu wa watu katika safu tunapofanya ibada. Huyu katokea huku, huyu kaingia huku, huyu amejifikiria tu aingie kate, afanye hiki, afanye kile, huyu kaja huku. Manake huu unaitwa ni ukosefu wa adabu katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala.